leo tumeifanya makusudi kuelekea juma hili la kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Kiukweli akina mama wenzangu, akina baba mliopo, kwa sababu akina baba ni wachache, ndio maana nikawa naelekea sana akina mama. Jambo hili ambalo tumelifanya hili ni jambo adhimu, jambo ambalo Mwenyezi Mungu atatulipa. Na mimi niwaambie wazazi wetu waliotangulia, ingalikuwa hawakupanda miti wakahifadhi mazingira, sisi haya yaliyopo ambao tunaendelea kuyaharibu, basi tusingepata kuharibu, au sivyo? Lakini wao walipanda wakawekeza, ndio maana sisi tunarithi. Lakini urithi wetu unakuwa ni mbaya, wa kukata miti ovyo, wa kuharibu mazingira. Ni waombe waheshimiwa masheha, tuendeleeni kutoa elimu katika shehia zetu. Tuwatumieni wajumbe wetu ambao tunao katika maeneo ili waweze kuelimishwa wananchi hawa. Wenzetu, wadau wetu wa maendeleo hawa watachoka. Sisi mkoa, wilaya, tunakuangalieni nyie. Pale ambapo uharibifu unafanyika, wananchi hawa wanatumia nguvu zao kuweza kuimarisha mazingira, kuweza kupanda miti, lakini akajitokeza mtu kutaka kurejesha juhudi hizi za wananchi. Kwa kweli sisi hatutokuwa tayari, na masheha kwa kweli tunakuangalieni nyinyi. Mkuu wa wilaya anakuangalia sheha, mimi mkuu wa mkoa namwangalia mkuu wa wilaya nini kile ambacho anafanya. Tusimuonee mtu, tusimdhulumu mtu, lakini tusimuache mtu akavunja sheria zilizowekwa. Kwa kweli haitopendeza juhudi hizi ambazo zinachukuliwa, mwisho wa siku sisi tukashindwa kuthamini juhudi za wadau wa maendeleo. Ni waombe, ilikuwa tusimame sisi serikali kuweza kupanda hizi kanda, lakini wenzetu kwa moyo mmoja wamejitoa, wanahangaika wapi wapate pesa ili waweze kutuletea sisi, watusaidie. Na sisi ambao tunabebwa, basi waheshimiwa masheha, tujikaze, abebwae hujikaza. Lakini wananchi wako tayari, hawa ni muda wao wa kuwashughulikia familia. Saa 12 wamefika hapa, wa kuwapikia mabwana chai, kweli si kweli? Leo hapo bwana anakutafuta, uko wapi mpaka sasa hivi hujampa chai? Lakini yote ni moyo ambao Mwenyezi Mungu amewajalia mje muungane kuhakikisha tunayatunza haya mazingira. Wito wangu kwa jamii, tuendelee kwanza kutunza mazingira, tupandeni miti kwa wingi, kwa sababu tunapopanda miti sasa, wataalamu wameeleza faida ya upandaji wa miti na athari za upandaji wa miti. Tumeona tunapokata miti ovyo, hususan hii miti aina mikoko, maji yanapanda, maji ya chumvi yanapanda, yanakuja zake juu, na sote ni mashahidi. Mashamba ya mipunga yanaingia maji, lakini mpaka nyumba zinaathirika kipindi ambacho maji yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo tupandeni miti kwa wingi. Wadau wa maendeleo wapo, watatusaidia, na sisi serikali ya mkoa na wilaya pamoja na serikali ya shehia tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira, lakini na kuwachukulia hatua wale wote wanaojaribu kuturejesha nyuma. Binafsi niwaambie, siko tayari kumuona mtu anaturejesha nyuma. Tunataka Kaskazini Pemba yetu hii badilike, iwe ni yenye muonekano mzuri. Mheshimiwa Rais amesema anataka kuifanya Pemba ya kijani. Tuanze na sisi Kaskazini Pemba. Muko tayari? Muko tayari. Muko tayari? Muko tayari. Kama muko tayari, basi tuendeleeni kuhifadhi, tuendeleeni kupanda miti kwa wingi, ili mabadiliko haya ya tabia nchi yanapotokezea sisi tusiathirike. Tumeelewana hivyo? Lakini na si akina mama, mimi nakupendeni kwa sababu ni wanawake wenzangu, mnanisaidia kazi, lakini wakati huo nakurudieni na nyie mnaingia kukata huko. Tuenda tafuta vile vinini tu vichanja, kumbe si vichanja, tunakwenda na mapanga kukata. Tusifanyeni, muzithamini hizi juhudi, musthamini nguvu zenu, au sivyo? Kwa hiyo niombe sana, kuna wakati itafika muda tutakwenda kuvuna tu, au sio?
Si inatolewa ule muda huu sasa hivi wa kwenda kuziokota zile chanja, tunakwenda kuokota, lakini sisi tusiharibu, lakini pia tupeane elimu sie kwa sie. Na ninavyowaambia kwamba Dr. Mwinyi ana imani kubwa na wananchi wake. Hapa zimeletwa zile changamoto, mimi niwaahidi na nimeongea na katibu kwamba nitawaleta hapa mkurugenzi wa misitu, lakini pia nitamleta anayehusikana na uchumi wa bluu. Zile changamoto zenu muje muzilete moja kwa moja kwao, tuone namna ya kuzifanyia kazi.